tena? Nilikwambia. Na leo tena narudia kuhusu binti yako. Na tunaishi nyumba ya matatizo. Baba ananitesea mwanangu mpaka kero huyu baba. Basta mume wangu. Naona umepumzika. Sasa basta mume wangu kipenzi. Sawa. Napenda. Mume wangu. Hivi mkulima wangu ndio yule mzee? Ndio yule mzee. Ndio yule mzee. Mume wangu, mbona yule mzee ni mgonjwa, anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Takurudia. Yule mzee ni mgonjwa, anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wewe ulijuaje kwamba ana maambukizi ya ukimwi? Ulijuaje? Mume wangu, toka tuhamie kijijini hapa ameshafiwa wanawake hao. Ulijuaje? Wewe ni dokta? Ulimpima mara ngapi? Yaani mume wangu, nikwambie tu, mimi mwanangu Esther hawezi kuolewa na yule mzee. Mtoto mwenyewe mmoja mume wangu. Unataka ukamuue mwanangu? Yaani anaolewa. Utaki usitake lazima aende. Kwanza mara ya kwanza mimi nilijua kwamba uko upande wangu. Kumbe leo tena uko upande wa pili, tena umebadilika tena. Unabadilika kama kinyonge eti. Kumbe wewe hujui kama mimi ndo mwenye mji. Ha? Kwa hiyo haya madeni unataka kuniambia kwamba nitayalipaje haya madeni? Nayalipaje? Kwa mfano wewe sasa, nayalipaje haya madeni? Sasa mwanangu aolewi na huyo mbaba. Kwanza nilikwambia kwamba wewe usifunge uzazi, tuzae hata watoto 30. Kama mzee alivyozaa watoto 40 ukafunga uzazi. Sasa wewe tu unaniambia kwamba asiolewe. Huyo anaenda huyo mmoja. Siniambie tena, usinichafue. Mimi ndio shituki wa shituki. Na wewe ukinichanganya unachafua. Na niingilia kwenye mji wangu tena wewe. Wewe si ni mwanamke. Nilikuleta kwa sababu ya mali zangu. Hapo tena bado unaniingilia. Ubadilike kama kinyonga wewe tena. Kwenye mji wangu. Ukinichanganya na wewe chafua. Ala, mimi ndio shituki wa shituki. Acha dharau mimi hapa kwenye mji wangu tena, naita dharau wewe. Ala. Mtoto mwenyewe mmoja.
Haiwezekani. Mungu, takasa uzao wangu. Hamna kabisa, haiwezekani. Sasa shoga yangu mimi kwa sababu ya umbea nimekuletea taarifa nyepesi na ushauri. Shoga yangu, mimi nataka kushauri tu Esther mamangu. Usiwe na huyo mzee. Kwani wewe mzee umjui kama hapa kijijini kwamba ni mgonjwa wa ukimwi? Sio unashangaa ndio hivyo. Yaani huyo mzee ana tabia mbaya sana. Yaani tabia ya kukopesha hapa wazee hapa kijijini. Kwa kisho tu kumlipa. Kama kuna mtoto mzuri au mdada mzuri anamchukua na kumuona na kama amemalizana mahali. Kama yule mke wake wa kwanza unajua kichomuona nini? Yaani yule mama alipotea tu mazingira kutatanisha. Kwa mshoga wangu tu cha kukuambia namba tutoroke nyumbani kwenu. Yaani fanya kama hapa kijijini si hatukujui. Mama ukikaa hapa ni leo tu. Sikia leo kwenye kijijini ndio kuona. Kesho mama unaolewa, kesho ndoa. Shoga wangu nimemkuta babako na yule mzee anataka kukuoa. Kumbe babako alikopa hela kwa yule mzee. Alipochukua ile kumbe kashinda kulipa. Kwa hiyo wewe unaenda kuolewa kwa hilo deni. Shoga wangu mimi sikubali. Mimi cha kushauri bora utoroke. Naomba utoroke hapo, naomba uondoke. Yaani sikubali. Mimi hata ningekuwa mimi siwezi. Siwezi kabisa. Unafanya nini hapa? Ondoka nyumbani. Wewe ndio unafanya umbea na mtoto wangu. Na kulisa ndio unafanya umbea na mtoto wangu. Mimi mambo yangu huwa siingiliwi. Unanisikia lakini? Ngoja nikakufikirie. Shoga yangu, kuna siku moja nimepita nikamkuta yule babake na Esther. Na yule mzee yule wanasemaga si ni mwasirika hapa kijijini. Kumbe bwana babake na Esther alikopa hela kwa yule mzee. Asa kashindwa kulipa. Aliposhindwa kulipa, yule mzee ndo akasema amuoe Esther. Asa mimi nilipotoka hapa nikaona Esther wewe na huyu mzee, mimi nikamsanue nani? Esther. Tumetoka hapo. Unajua ile njia ile ya pale kuna wakina Esther ile ya kupandisha kule juu. Pale kwenye ule mti wa mwembe. Naijua vizuri. Hapo shoga yangu tukakutana hapo na Esther. Nikaanza kumwambia kwamba Esther yule mzee anataka kuoe kwa sababu babako alikopa hela. Mara ghafla babake na Esther si huyu. Alafu mbaya zaidi atokea nyuma yangu. Kumbe Esther ndio kwanza kumuona. Niambie koma. Sio koma tu. Nashanga namuona Esther. Kama anasemeka hivi. Nitauza nini? Maana sikia yule babake na Esther. Esther. Nyumbani. Niliponishuka. Jamani mimi leo niliumbuka. Ngoja kwanza nicheke. Kasema kugeuka hivi. Namkuta babake Esther na ile sura yake anavyokunywa gongo imekaa hivi. Sawa. Esther sasa Esther kaondoka. Akaniachia Segena yule baba.
Yule baba niambieje? Mimi mambo yangu akasingiriwi. Unanyama mama kama nani? Yaani kwa leo nimekusamehe. Yeye anaenda kukufikiria. Sio mimi yeye. Akakufikirie. Toba. Ameondoka. Toba. Recho, umeakanyaga tena, sio kwa mguu mmoja, kwa miguu hizi miwili. Sasa basi, mi naona alikuwa sawa. Ukome shogangu, mbeo umezidi. We huna kaa hapa, firiji yako aligandishi bovu. Ile siku mimi nakwambia kidogo tu, nenda kumwambia Esther, we ni mnafiki. Yaani mimi naona yule mzee angekupiga makofi. Yaani mimi roho yangu ingekuwa kwatu. Ni shida kwa akili tunakosanaga hapo hapo tu. Yaani mimi nakuja kuambia mambo yangu. Tunafika hapo anaanza kunieleza si angenipiga makofi, sasa angenipiga makofi ungepata raha. Mimi ningefurahi dada. Dada ningesikia raha, ningeona sherehe kabisa kwangu. Dada mbea wewe. Dada huna hili, hujui baya. Na ndio maana tunakosanaga tu hapo hapo. Kwenda huko muone. Tumzima umbea tu. Jani mimi wangekupiga wewe. Mama Esther, jiandae twende bondeni. Mwamshe na hiyo binti yako Esther tuwai bondeni, sawa? Tukamalizie hayo matuta. Muwai sasa. Hii ndio masiku. Esther. Esther. Esther mwanangu. Esther. Esther, Esther mtoto wangu, Esther. Mwanangu Mungu wangu baba ataniua. Esther.